Simama tu mzazi. Nauma. Lina mwanangu. Lina mwanangu. Nihurumie mamako. Hey. Baba anamiliki kikosi cha watu wabaya sana. Halafu mama, na wewe uko hatarini. Kuna siku nimesoma message kwenye simu yake. Kaka, siku zote nimekuwa nikisikia mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Yaani maana kupenda mdogo wangu. Yaani wewe tuko sambamba. Lakini leo imekuwa kinyume chake. Mbele ya macho yangu namuona mwanaume mpumbavu, mjinga, asiyejitambua, anayevunja sio ndoa bali familia yake yeye mwenyewe kwa mikono yake hii miwili. Unamaanisha nini? Kwanza mimi sio mkaaji. Naondoka. Kwanza mimi nimekumisi. Kweli. Subiri. Ndio sebuleni. Baada kidogo. Samahani kamanda. Bila shida. Uyanizime kabisa. Bwana. Jambo Radio Kolo yanaweza kututolea siri. Ni kwamba ile issue yetu niliyokuambia naishughulikia. Yes. Nimeshapata majibu kamili. Na mlengwa nimempata. Aliyetekeleza haya mambo yote. Kwanza issue yenyewe ilivyo ni issue ya wakubwa. Wezi amini jamaa yako kabisa ndiye aliyetumwa kwako. Kamanda Machupa ndiye aliyetekeleza hilo jambo akiwa ametumwa na wakubwa. Ndiye alifanya haya mauaji ya mkeo. Jambo ninalokuomba kwa makini, usinitaje kwa jambo hili chonde chonde. Kumbuka mambo ya jeshi ni magumu, maana katika jambo utakalolifanya tutaliwa vichwa mimi na wewe. Mimi hata ukinitaja nitakukana, sababu hii ni hatari ndugu yangu. Umeshamjua tu adui yako. Komanda Fuji. Naam. Kweli unapomzungumzia Kamanda Machupa kwamba ndio aliyehusika kwenye hili, napata picha. Ndio, napata picha. Kwa sababu ni jamaa yako yule, walijua tu huyu ana nafasi kubwa sana ya kuja kufika mpaka kwako. Kwa huenda alikuja kwa triki kama kukusalimia, lakini kumbe ndo kaja kutekeleza jambo. Machupa
Mimi nakushukuru. I will keep away your name. Thank you. A lot of thanks. We're out. We are together. Thank you. Karibu sana Marina. Asante, nishukuru sana. Naitwa Madison. Nimekuwepo na binti yako hapa kwa siku kadhaa sasa. Nafikiri mengi mliongea zaidi. Kwanza nashukuru pia kwa kukaa na binti yangu. Si jambo rahisi, lakini pia nikupe pole kwa shida ambayo nimekuta. Hakuna shida. Hakuna shida kabisa kuhusu hilo. Ni sehemu ya maisha. Na kitu ambacho nashukuru ni kwamba tumemtoa binti kwenye mikono ya watu wabaya mapema kabla hajaribikiwa. Lakini Mama Lina, natamani ufahamu jambo moja. Mume wako ni adui yangu. Mimi namtafuta, yeye pia ananitafuta. Kwa sielewi kati yetu mimi na yeye ni nani atakaye mwanza mwenzie, lakini kati yangu mimi na mumeo lazima mmoja afariki. Natamani sana nikuandae kisaikolojia uweze kulifahamu hili, kwa sababu unaweza ukahisi mume wako ni mtu mwema sana, na of course anaonekana mwema, kwa sababu hata siku ya kwanza nimeonana naye niliamini nimekutana na rafiki mpya kwenye maisha yangu, lakini haikuwa hivyo. Mimi siwezi kupingana na wewe. Maneno yako unaongea na maneno aliyoniambia binti yangu hayana tofauti, lakini mbali na maneno yenu, hata mimi pia ni shahidi, kwa sababu kuna jambo alilifanya. Kwa kweli kichwa changu hakijatulia mpaka ninafika hapa. Ninakuomba tu nimchukue binti yangu niondoke naye, niende nikajifiche mbali kabisa kwa usalama wa maisha yangu na mwanangu pia. Ni hiyo tu. Pole sana Marina. Ushauri wangu mimi ni mmoja tu. Siwezi kubisha hata kidogo juu ya hilo. Lakini hebu tuliza kichwa kabla hujaamua kuondoka. Tuliza kichwa. Hebu bakini hapa nyumbani kwanza kwa muda wa siku chache, bado tunaendelea kufikiria nini cha kufanya. Akija mko mikono salama sana. Yaani akija atakuwa amenirahisishia make na mtafuta sana. Kwa naomba Mama Lina ishi hapa. Lina afikia amekuwa mwenyeji sasa hivi, ameshakuwa mwenyeji. Ishini hapa. Kama utojali, ninaomba niwaache kidogo, kwa sababu kuna meeting moja nilikuwa nayo. Tarudi sio muda mrefu. Lina, hakikisha mama anakuwa salama, anakula vizuri, maki wewe unafahamu mazingira yote. sawa. Mimi nitarudi baadaye. Sawa. Tutazungumza. Sawa. Haya.
Kwa nini unamvalia baba watu vinguo vifupi? Unahisi hapa ni nyumbani? Na kuuliza unahisi hapa ni nyumbani? Wewe si nikataza wewe? Baba mtu mzima na heshima zake unamvalia vinguo vya namna hiyo. Kwa nini? Umenisahau? Sasa nakwambia, niko hapa, nitakunyoosha. Aenda kavae kanga. Kavae kanga. Shoga yangu, shemeji anaendeleaje? Umejuaje kama shemeji yako anaumwa? Najua kwamba naumwa. Yaani shoga yangu, kiukweli nashukuru Mungu. Yaani mpaka sasa hivi ni jambo la kushukuru Mungu sana, kwa sababu yaani uwezi amini shemeji yako alipata ajali mbaya. Unajua mbaya? Unaambiwa afadhali hata ya yeye. Maana hiyo bodaboda yake sasa ndio naambiwa aliumia hovyo hovyo. Vipi? Mbona kicheko? Alipata ajali wapi shemeji? Unakumbuka siku ile nilivyokuja hapa wakati naondoka nyumbani? Basi kuanzia siku ile shemeji ni ananisumbua mbaya kabisa. Mimi nikaona nisiwe tabu mwenzako. Nikaenda kumchoma kwa mume wangu. Unajua alichokutana nacho mama? Alipigwa yule baba. Amevurugwa yule baba, kakanyagwa dada. Amefinyangwa. Alivurugwa yule baba. Na mume wangu mimi shoga ana ngumi nzito, akikutwisha moja mama. Utakayo pigwa sijui na chuma, sijui na kitu gani sijui. My dear, hebu subiri kwanza. Umeongea maneno mengi, nimekusikiliza vizuri sana. Vipi? Hebu kwani nikuulize kitu. Yaani ulivyofika, leo nilivyokupokea, yaani nikajua umekuja yaani na jambo fulani vile msingi, basi tukae hapa tuliongee. Sasa kama ulikuwa unataka singemkataa tu. Kulikuwa na haja gani ya kwenda kumchomea kwa mume wako? My dear, yule mume wangu mimi. Yaani licha kwamba ni malaya, ana udhaifu wake, nimempenda mwenyewe. Hivyo unajua uchungu wa ndoa wewe? Unajua uchungu wa mume wewe? Au nafikiri mume labda ni nyanya chungu, unaenda tu Soweto mle ndani, unasema nipimieni nyanya chungu hizo hapo. My dear, mume anauma. Yaani wewe kama ulikuwa tu kumtaki mume wangu ungemwambia bwana sitaki. Yaani unajitapa mwenyewe. Yaani umejiachia, umerelax. Yaani kabisa unasema amefinyangwa, kapigwa. Yaani unaona kama ilikuwa ni ngoma. Angekuwa ni mume wako umejisikiaje? Shoga yangu. Mimi acha nikuache bwana mama. Naona hauko sawa. Yaani naona nenda. Naondoka shoga. Nyanyuka uende. Yaani sina hata muda wa kuangalia tena. Nyanyuka uende. Yaani huyu bwana. Eti kabisa niambie eti kapigwa. Sijui kafanywaje fyoko nyingi. Samahani mama. Natakiwa nije tangu wiki iliyopita. Si mama Lina amekuja huku? Hajafika. Hayupo nyumbani toka lini? Ana wiki mbili sasa. Ana wiki mbili, leo ndio unakuja. Si ndio? Hivi mesha? Unajisikiliza unachokiongea? Halafu hivi unaishije na watu huko mtaani kwako? Lina amepotea, hajapatikana mpaka sasa. Mama yake tena amepotea. Sasa naomba uende. Utakaporudi hapa namhitaji Lina na mama yake. Vinginevyo hatutaelewana. Mama, nilikuwa nawaza. Unajua shemeji anafanya biashara wenzie. Mimi nahisi wala wafanya biashara.
Mama, mimi naenda. Neki, njoo. Neki, wewe ni mtoto wa kiume. Acha hii. Mind your business. Mama, ongea na huyo mko wako. Tabia za kuja nyumbani kwetu, anakuja kunitishia. Mwambie atakuja kumkatakata. Kuna nini tena? Mimi nimeongea, wewe ongea naye. Namwa hii nifwa huyo nini? Yaani tena nifwa. Haki ya Mungu. Shetani amefunga wengi macho yao wasione nyuma ya kifo kuna nini jamani. Oh, oh.